Ni siku ya Jumapili tulivu ya tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1912 saa 5:30 usiku. Meli kubwa ya jina la Titanic iko katikati ya bahari ya Atlantiki ya kaskazini. Urefu wa meli hiyo ni sawa na mara 2.5 ya urefu wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Yaani tukichukua Mkapa 2.5 tunapata Titanic moja. Matajiri walilipa mabilioni na mabilioni ya pesa ili tu uwepo ndani ya meli hii ya kifahari, na maskini pia walichanga visenti vyao ili waweze kuenjoy meli hiyo. Meli iliyoaminika kuwa haiwezekani kuzama kamwe ilikuwa ghuba ya wanadamu, na pia wanadamu hawa walijivunia meli hiyo. Mbele ya meli hiyo juu kabisa kuna kijana mmoja aliyeitwa Frederick Fleet. Kazi yake ni moja tu, kuangalia njia za kupita meli hii na kutoa taarifa kama kutatokea tatizo. Mida hiyo hiyo kijana Frederick Fleet akaona ghafla jabali la barafu, mwamba mkubwa ulioganda. Hakuliona mwanzo, na kibaya zaidi, mwamba huu wa barafu ulikuwa huko karibu mno. Kwa haraka na kwa hofu kubwa akapiga kengele ya tahadhari, na kisha akapiga simu kuwapa taarifa manahodha wa meli hiyo. What did you see? Iceberg, dead ahead, sir. Iceberg, dead ahead, sir. Nahodha afisa William Murdoch akafanya maamuzi ya haraka na akaamuru meli hiyo iongozwe pembeni mwa mwamba huo na injini zizimwe ili kupunguza spidi ya meli hiyo. Meli ikazunguka mwamba, lakini walikuwa wameshachelewa, na ubavu wa meli hiyo ulikwaruzwa kwenye mwamba huu, na huu ndio ukawa mwanzo wa mwisho wa meli hii kubwa ya Titanic. Watu takriban 1500 walifariki pamoja na meli hiyo, wakipigwa na baridi hadi la mifupa. Hadithi ya namna Titanic ilivyozama imesimuliwa na wengi, na wengi wetu hii sio hadithi mpya masikioni mwetu. Katika kusimuliwa huko, wengi wamelaumiwa. Watu kadhaa ndani ya meli hiyo, hasa wafanyakazi, kwa sababu ya vifo hivi. Frederick Fleet, mwangalia njia, ndio wa kwanza. Simulizi nyingi zinampandikiza usela na uzembe na kutokufocus kwenye kazi yake. Hata kwenye movie ya Titanic ya mwaka 1997 imefanya hivyo. Wa pili ni nahodha mkuu wa meli hiyo, Dr. Edward Smith. Dokta aliyependwa na matajiri, alikuwa nahodha mkuu wa meli hiyo, na abiria matajiri wenyewe ndio walitaka yeye awe nahodha wa safari hii ya kwanza ya meli ya Titanic. Yeye alilaumiwa sana kwa kutembea kwa spidi mno maeneo hayo hatarishi ambayo yalikuwa yanajulikana kwa kuwa na miamba ya barafu. Mtu wa tatu ni mmiliki wa meli hiyo, na yeye alilaumiwa kwa kusema kuwa meli hiyo ni unsinkable, yaani isiyoweza kuzamishwa. Akaendelea kusema kuwa meli hiyo haiwezi kuzamishwa hata na Mungu. Na wanne ni meli ya SS Californian, ambayo wao waliona mafataki ya Titanic ya kuomba msaada, lakini nahodha akagoma kutoa msaada kwa sababu zake mwenyewe. SS Californian ndiyo ilitakiwa kutoa msaada mara baada ya kuona mafataki ya kuomba msaada kutoka kwenye meli ya Titanic. Good evening, ladies and gentlemen. Katika haya yote, mimi ni mbishi na niko hapa kutoa sababu mpya ya kuzama kwa meli ya Titanic, na kwa nini watu hawa wanne
yaani Frederick Fleet, Dr. Edward Smith, mmiliki wa Titanic, pamoja na nahodha wa meli ya SS Californian hawapaswi kulaumiwa kwa kilichotokea, licha ya matukio yote walioyafanya. Huyu anaitwa Tim Martin, ni mwandishi na mwanahistoria kutokea Uingereza. Tim Martin naye ni mmoja ya watu ambao swali la namna gani meli ya Titanic imezama limekuwa likimtatiza kwa muda mrefu, na hivi karibuni baada ya kufanya uchunguzi wake amekuja na jibu ambalo linaondoa kashfa zote juu ya wafanyakazi mbalimbali wa meli hiyo. Tim Martin anasema sababu ya kuzama kwa Titanic ni mazigazi au sarahi, au wazungu wanaita mirage. Because there is a thing called a miraging haze which you get, which looks like a haze, but it's not caused by water droplets. Sasa mazigazi ni nini hasa? Umeshawahi kutembea siku yenye jua kali na kisha ghafla ukaona kana kwamba mbele yako kuna kidimbu, lakini mara baada ya kukisogelea unaona kuwa hakipo? Hiyo ndiyo inaitwa mazigazi. Kisayansi kinachotokea hapo ni miale ya mwanga kupindishwa na kufanya mawingu juu kuonekana ardhini, na mwishowe kuonekana kana kwamba mawingu hayo ni kidimbu cha maji kwenye ardhi ya mbele yako. Kupindishwa kwa mwanga huu husababishwa na joto kali. Sasa kama wewe ni kama mimi na hadithi ya namna wafanyakazi wa meli ya Titanic wote walikuwa wazembe usiku huo wa tarehe 14 mwezi April 1912, wasiojali kazi yao wala nafsi zilizowekwa mikononi mwao, huwa inakupa mikakasi kichwani, basi jibu hili kutoka kwa mwanahistoria huyu ndio at least lina make sense. Kwa mujibu wa Tim Martin, kilichotokea kwenye Titanic ni kinyume ya mazigazi, au wazungu wanaita hii thermal inversion. Badala ya miale ya mwanga kupindishwa kutoka juu kuja chini na kupanda juu tena kama kwenye mazigazi, thermal inversion yenyewe miale ya mwanga inapinda kutoka chini kwenda juu kisha chini tena. Na hili ndiyo tatizo kubwa hasa kwa watazama njia wa usiku ule wa tarehe 14 Aprili 1912. Kwa nini? Kwa nini tuna uhakika kuwa thermal inversion ndiyo chanzo cha kuzama kwa meli hiyo? Ilitokeaje mpaka ikafanya meli hiyo izame, na tuna uhakika gani? Kupata majibu yote haya, turudi ule usiku wa tarehe 14 April 1912, Atlantiki ya kaskazini. Frederick Fleet pamoja na wenzake wapo mbele juu ya meli ya Titanic. Kwa kawaida tu wangeweza kuona takribani maili 12 au kilomita 19 bila binoculars au kifaa kinachoonea mbali, ambacho kwa mujibu wa taarifa za usiku huo walikuwa hawana. Licha ya hayo hakuna tatizo, kwani macho yao pekee yanatosha kuona takribani kilomita 19 kwenda mbele. Hali ya hewa ya usiku huo haikuwa ya kawaida, lakini pia haikuwa sawa. Kulikuwa na utulivu uliopindukia. Anga lilikuwa safi mno, waliona vizuri kila kitu. Bahari pia ilikuwa tulivu na kulikuwa na kaukungu kadogo. Titanic kwa sasa iko mahala panaitwa mkondo wa Gulf Stream, ambapo kuna joto, na ilikuwa inaelekea mkondo wa Labrador, ambapo huo umeganda kwa nyuzi joto hasi 2 centigrade. Kwa hiyo kwenye meli hiyo hiyo usawa wa bahari ulikuwa na baridi ya nyuzi joto hasi 2, na juu ya meli hiyo kulikuwa na joto la nyuzi 6 centigrade. Na hiki ndicho kilichofanya kutokee kwa thermal inversion. Kama ambavyo tulisema mwanzo, mazigazi husababishwa na joto, yaani anga la chini linakuwa la joto, basi thermal inversion yenyewe inasababishwa na anga la chini kuwa na baridi na la katikati kuwa na joto. Kama nilivyosema mwanzo, kina Frederick Fleet walikuwa na uwezo wa kuona takriban kilomita 19 kwenda mbele bila binoculars, lakini kwa sababu ya thermal inversion ambayo ilipindisha miale ya mwanga, watu hawa leo hii walikuwa wanaona takribani kilomita 48 kwa macho ya kawaida tu. Na unaweza ukadhani hiki ni kitu kizuri,
wao kuweza kuona kilomita 48 badala ya 19, lakini katikati ya hizo kilomita 48 wanazoona kulikuwa na kaukungu, na humo ndipo lile jabali la barafu lilipojificha. Na hii kitu ilikuwa imedokumentiwa au imeandikwa kuhusu kuwepo kwa ukungu usiku huo ambao usio wa kawaida. Frederick Fleet alikuwa akifanya kazi yake kiufasaha kabisa, lakini ni mazingira tu ndiyo yaliamua kumwadhibu yeye na yeyote aliyekuwepo usiku huo kwenye Titanic. Frederick, baada ya meli kuzama na yeye kunusurika, alisimulia yote haya mahakamani bila kufahamu kuwa haya yalikuwa ni thermal inversion, lakini binadamu walijawa na nyuso za hasira na walitafuta kwa kumdondoshea hasira zao, na mwisho wa siku Fred ndio aliyepokea lawama zote hizi, na mwisho wa siku akajiua kwa kujinyonga uzeeni. Nahodha Captain Edward Smith, mara baada ya kupata taarifa kuwa meli yake hiyo inazama ndani ya lisali moja hadi mawili, alifanya kila linalowezekana. Aliamuru wasaidizi wake waanze kushusha wanawake na watoto. Aliamuru bendi ya melini humo iendelee kupiga mziki ili watu wasiogope. Akazunguka huku na huko akiamuru jumbe za kuomba msaada zitumwe. Fataki zikarushwa, watu wakaendelea kushushwa kwenye maboti na kadhalika. Hadithi ya kuwa alikuwa akikimbiza meli hiyo kwa spidi ni kweli, na ni ukweli nusu. Kwa kipindi hiko manahodha walishauriwa sana kutembea kwa spidi zaidi au kutembea kwa spidi waliokuwa nayo kwenye maeneo ya hatarishi ili wayakabili na kuyavuka kwa haraka. Nahodha huyu alijaribu kutoa kila aina ya msaada aliokuwa nao, lakini mwisho wake, hatima yake ilikuwa kifo katikati ya meli hiyo, na mwisho wa siku akaishia kuchafuliwa jina lake kwa kupenda kukimbiza meli. Tatu, hakuna rekodi rasmi inayosema mmiliki au mtu yoyote yule wa kwenye Titanic amewahi kusema kuwa meli hiyo haiwezi kuzamishwa hata na Mungu. Hizi zinaitwa habari nyepesi nyepesi, hazina uhakika, na mwisho wa siku kila mtu anazibeba na haijulikani chanzo ni kipi. Zaidi sana hizi ni stori zilizoibuka na kupata umaarufu bila shuhuda, na kwa upande wangu naona ni kejeli na dhihaka, kwani kuna viongozi wengi wa kidini walikuwepo ndani ya meli hiyo, ikiwemo padri mmoja ambaye alisemekana kujitolea kusikiliza waumini wake hadi mwisho, naye akaishia kufa katikati ya bahari hiyo. Ifahamike, meli nyingi, sio Titanic tu, ziliaminika kuwa haziwezi kuzama, kwani zilifanyiwa majaribio ya kuwa hata vyumba vingapi vinaweza kufanya meli hizo zizame. Kwa Titanic ilihitajika vyumba 4 vijae maji hadi juu, na yenyewe isingeweza kuzama kamwe. Lakini usiku huo kama ilikuwa imeandikwa, kwani vyumba havikujaa 4 maji, bali vyumba 5 ndivyo vilichubuka na kuanza kujaa maji. Kwa hiyo huo ndio ukawa mwisho wa Titanic. Meli ya Californian ilipoulizwa kwa nini hawakwenda kutoa msaada walipoona mafataki ya kuomba msaada, walisema waliona Titanic ikionekana kuwa ni ndogo mno, hivyo mafataki yale yalionekana kana kwamba ni mafataki ya sherehe ya kampuni fulani, na kama ambavyo uchunguzi wa Tim Martin ulivyodokeza, hivyo ndivyo thermal inversion inavyofanya kazi. Bahari kuonekana imetulia, na pia vitu vya katikati vinazibwa na ukungu, na ule ukungu ndio huwa unajifanya kuwa kama lenzi ambayo unapindisha kila kinachoonekana na macho. Kwa hiyo mwisho wa Titanic kuzama sio uzembe wa mtu mmoja, bali mazingira